Wacha nipige joke ndio tukienda hapo tukue serious. Si ndio? Unajua mimi napenda kusema ukweli bazue. Ukitaka kujua mtu ni kabila gani, wacha kushinda umeangalia mtumishi umevaa rangi mingi wewe ni Mluya, sijui wewe ni MCJC unatingiza kitambi wewe ni Meru. Angalia vile mtu amekaa. Angalia vile mtu anatembea. Angalia vile mtu anasimama. Utajua mtu ametoka? For example, ukiona mtu amejishika hivi, huyo ni Mluya amekula amechoka. Ukiona mtu ameweka mkono kwa mfuko, huyo ni mtu kutoka Central, anajua ule ako karibu sio rafiki, anything can happen. Ukiona mtu amesimama huyo ni Mkisia anashindwa customer amiwa atatokea wapi Amosi. Mimi niliandika Bible. Hata nikiandika mtasoma. Do I look inspired? Apart from Bazu naomba unisomee verse First Chronicle chapter 12 verse 18, at least wewe ukisoma wataamini. Before tufike hapo, the first person to be mentioned in the Bible alikuwa anatoka hapa Kenya. Hallelujah. Tutasaidia hii dunia mpaka ijiwe. The first black president wa America alikuwa anatoka wapi? Tulisaidia US ama hatukuwasaidia? The deputy president wa USA ni mweusi, ni mama anaitwa Kamala Harris. Kamala ni Mluya. Hallelujah. Tumesaidia US ama tujawasaidia? Sai prime minister wa UK ni Mkenya. Si mnamjua? Huko Australia tuko na senator anatoka hapa Nyeri mama. Ni ukweli? Sai speaker wa bunge wa Canada ni Mkamba. Hallelujah. The first person to be mentioned in the Bible alikuwa anatoka kwetu Western. Alikuwa anaitwa Hapa Kuku. Huyo ndio Mluya wa kwanza. The second person alikuwa anatoka hapa kwa kina Churchill Ukambani. Pigieni Churchill makofi. Alikuwa anaitwa Nebukadnezar. Huyo ndio Mkamba. Mtu wa tatu alikuwa anatoka hapa kwa kina Raila hapa Nyanza, alikuwa anaitwa Nick Odemas. Huyo ndio Mjaluo. Hallelujah. Mtu wa tatu mnamjua, anafanyanga tuna celebrate Easter, anatoka hapa kwenyu Central, anaitwa Judas Iskarioki. Hallelujah. Bazu nifungulie hiyo. Saidia Bazu na Mike. Hiyo First Chronicle chapter 12 verse 18. First Chronicle chapter 12. Alafu mnaonanga watu huku nje mnasema sijui mtu amevaa aje, sijui mtu anakaa aje. Wacha msikie Biblia. Msaidie na microphone. Akona wewe ni Bazu wenyewe. Hallelujah. Na napokea upako yako ya kuwa pastor. Hallelujah. First Chronicle chapter 12 verse 18. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Naomba ya Kizungu ndio tukue. Iko hapa. Isome. Inaweza niharibia kazi. Kizungu kwa hii kanisa ni ya Kaisla. Then the spirit came upon a Masai. Masai ni Mkenya ama si Mkenya? Hey! Hey! Igwe! Tuendelee. Alafu mnaona Masai mnasema Masai inashuka, Masai hako kwa Biblia. Alafu ukimalizia hapo mbele kidogo alikuwa nani? Masai? Who was chief of the captains? Kwanza alikuwa chief. Na ndugu yangu kuja. Najua hapa kuna DCI, kuna polisi, tafadhali mimi kitu nasema sijui. Hata mkinishika mnashika hewa. Sawa. Sasa Unajua ukienda Amerika vitu zinafanyika huko ni tofauti, si ni ukweli? Hata vile Obama akikuja hapa unafeel ulikuwa na Obama. Unafeel ushasoma na Obama. Na ni gazeti unamuonanga na TV. Lakini vile anajiintroduce, ndugu yako hebu introduce Obama. Bas. Kidogo. Kidogo leo nimekupata. Welcome to Kenya, President Obama, Barack Obama. Hakuna shangwe. Welcome to JCM. Alafu unajua Obama anakuanga mjanja. Akienda mahali anajifunza lugha huko unasikia ni aje. Wase. Guy.
Vitima. I want to take this opportunity to welcome all of you here at JCM TV. Thank you so much, Bazu, for all of you, for the work we're doing to these people. Thank you for empowering and encouraging people. Thank you so much for coming. Thank you. God bless America. God bless Kenya. As I introduce, nimesema kitu tunasema sifanye nini? Introduce the fourth. Na sijui kwa nini the fourth macho yake ilikuwa red na tie zinafuata. Wa Kenya. Welcome to JCM Church, Uhuru Muigai Kenyatta, our president. Ya kuaga na mambo mingi. Ndugu zanguni, kaka zanguni, nyanya zanguni, washenzi wanguni. Asanteni kwa kuja, Mungu awabariki. The fifth. Hey! Hey! Na unajua tuko kwa serikali, si ndio? So tunakaribisha nani? Tunakaribisha nani? Na tuko kwa serikali? Nimesema sijui kitu nafanya. Sawa. Welcome to JCM, our president, William Samuel Ruto. Hawapotezangi masani kuvunja rekodi. Alafu unajua the president akiwa anakuaga na kakaratasi haya kuaga na written speech, si ndio? Na hata akiongea anakuaga amejicompose, lakini yeye sasa shida ni emotions zikimshika hapo hapo anamalizana hapo hapo. Nasikia yani ni ujinga mmengoja hivyo. Unasikia we unasikia Niki why are you checking? Unasikia majama, ninataka kuwauliza swali moja my friends. Huyu jamaa wa vitendawili anasema hatupendi kazi lakini ni sawa. Sasa introduce huyu wa mwisho, anapenda kujiapisha. Na usimame hapo. Sijui kitu nafanya nini? Ha. Uzuri tuko kanisani. Tuko kwa chachi. Tuko kanisa. Bas. Na usoke hapo nyuma kidogo. Wapi hapa? Nyuma ni huko. Nyuma. Hivi. Hapo. Mabibi na mabwana, washirika wa JCM, tukitaka sasa kumwarika former Prime Minister Baba. Wapi makofi ya Baba? Baba! 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 Sijui kitu nafanya nini? Huyu anasemanga kitu mnafanya lakini hamukusikia. Aya! Kitendawili. Siku ya leo tunaenda kufanyia wamama na wazee tutawafanyia. Wewe ukitoka hapo unajipata kwa tear gas. Papa unijaze roho niweze kumshinda shetani. Papa unijaze roho niweze kumshinda shetani. Timu ya mpira ikiitwa Liverpool, nikani itaitwa matumbo pulu. Arsenal. Papa unijaze roho niweze kumshinda shetani. Oh, ni wa Arsenal. Ay. Kwani Mungu ananionyesha kitu na sijui. Thank you so much. Kazi yangu ni ujinga na ujinga ni kazi. Hallelujah. Now this is serious. Basi.
and I'll need your hand in this. I'm a born again Christian, brought up in Kawangware, a place called Sokomjinga. Ujinga ikakuwa kazi. Born by two parents. I've never said this anywhere. I've been in church, been fellowshipping in Sitam, but roho yangu haikuwa huko. Nimelelewa na single mother. Pigieni wa mama makofi. And I love the theme today. I think hata ndio ilifanya ni uvuto tu. Hii kitu imenisumbua, nikasema Bazua sipo nipee nafasi leo ni confess. I'll be a sad person in life. Breaking the blocking. Breaking the blocking. I'm the firstborn in a family of 4. Tumelelewa Kawangware. Ni ere demo dhoniwa. Hallelujah. Niko na watoto. I was blessed with 2 kids, a firstborn daughter and a young kid, a guy. My mother waliachana na baba yangu. Baba yangu is still alive. Hata tuliandikwa kazi na yeye Citizen. Kwa huko tunafanya wote tunalipwa na mzee Mungu. Bosi mmoja. Na kuaga Mlembe FM. Alipotuacha nikiwa class 2. Bazu kama nakula time pole like, but let me get it out in this altar. Sababu ningetaka ningeenda kwa interview niiseme, but roho yangu ingetulia. My mom, kina mama, I'll tell parents here today. I am who I am because of God. I came from a family today, both kwa baba yangu na kwa mama yangu, mimi ndio huwa naangaliwa. I took care of my 3 siblings after kuomoka Churchill show. Pigieni Churchill makofi. If it were not for Churchill sijui, na nashukuru sana Bazu, the opportunity you are giving young people here at church to exploit what you have because you've been there. You understand the pain. Mama yangu walipokosana na baba yangu, mi kama atasikia kama ataona sitaki kujua, but I'm saying it out today. She has not been a street woman. Alivunja boma yake. Kwa nini niseme hivi? Alinihusisha kwa mambo mimi sifai kuhusika. Nikiwa mdogo alikuwa ananipatia dawa za waganga. Niwekee baba yangu kwa mlango. Akikuja afanye nini? Baba akikuja mimi namwambia, of course a kid is always conscious and innocent. Daddy, mimi mama alinipea niweke hapa hii kitu. Buda anakuja anatoa, inakuwa ni vita kwa nyumba. Mimi kwangu kama mtoto sikuwa nafanya makosa. Na my mom, I remember tukiwa ushago kwa shosh, aliniambia, you will not have peace until I die, as a young kid. Sasa kama mtoto unaanza kujiuliza hii story inatoka wapi ikienda wapi. Nikajiuliza ni nini inafanyika, sielewi. I was so young. Wakati nilianza fast forward, nilisoma mpaka China's Boys Nakuru. Alipeleka baba kwa FIDA. Baba alikuwa nakatwa mshahara, mimi ndio nilikuwa naendea hiyo check. Since I was in class 6. Tukaendelea. Matheke hakuacha. And let me tell you today what I've seen with my mom. Na kama ninafanya makosa kwa hii altar, nimekuja kuisemea kwa madhabahu, Mungu anisamehe. Hakuwahi wacha. Aliharibu familia yake kabisa, akaharibu ndoa yake kabisa. When I sat down with my father, now nimegrow, nikamuuliza, dad, what happened? Akaniambia, wewe ni mtu mzima, niambie nini uliona. Nikamwambia hata nakumbuka, you know, kids record what they see. Niliona baba yangu akitoka. I had no power to stop him. Wamekaa hivi, Bazu wamekaa. Baba yangu amekaa kwa stool. Mama amepiga magoti hapa na mbeg asiende. Mimi nikamwambia, that is the picture I have in my mind till now. Akaniambia, if your mother had stopped what she was doing. Mahali walikatiana mimi sijui. Sikuwa. But walinionyesha huyu ni mama yako na huyu ni. That is where my stand is. I do talk and respect my father so much.
tulikuwa tunaambiwa, unajua ukienda kotini watoto wana Saturday na Sunday wanaenda kuona mzazi, but until 18 ndio wazazi wachukuliwe. Mimi baba yetu alitukataa, alisema mimi wacha nikatwe pesa, ikifika weekend mama anatuchukua na tulazimisha huko. Baba anamwambia kama umewaleta ndakaa nao, kama utaki wachukue. Nilipo in 2005 baba akawacha tu kazi abruptly, masomo yangu ikadwindle, so sikuendelea na shule, but nilikuja nikamaliza later in 2007 form 4. My mom continued to date. I'm speaking, she's still in those things. Na ningependa kuambia wazazi, be friends to your children. You're automatically a parent, but be friends to your... Mama yangu aliniambia wakati aliniona Churchill show, cause hapa hakuni support. Alikuwa anasema napiga kelele kwa nyumba. Watu wanamwambia kijana wako siku hizi huko anapiga na shout na fight, unajua tukifanya maskits. Wanamwambia kijana wako atakuwa mwenda wazimu. Akani disown, she disowned me literally. Akaniambia toka hapa, nisiwahi kuona kwa hii nyumba. I went out. Hey, the funny part, nilirudia ex wangu. Nikamuitisha 5,000. Unaona hizo jiko unapeana za smoky? Nikanunua. Nikaanza kuuza. Sasa hiyo nimedisonio, siwezi enda kwa baba juu ako na mama wa kambo. I'm the first one. Nangangana kuuza smoky to make life. Nikaanza kuenda asubuhi, naenda auditions Churchill show. Nakutana na baba asubuhi akitoka kazi huko Royal Media, namuuliza daddy, nisaidie na fare naenda audition Churchill. Ananiambia sina pesa. Naendelea mimi. Wakati aliniona kwa TV, he was the first person to call me. Aya, kumbe ni serious. Mama yangu hakuamini kwa sababu hakuni support. Instead of a mother or huyo shosho alikuwa ananilea soko mjinga, aliuliza mama yangu, unaombanga maombi gani mama Gilbert? Huyu mtoto ameinspire mpaka watoto wetu kwa sababu tumeona ile shida amekuwa nayo. Naye Mungu amembless, but still you are on his neck kwa waganga. Mimi nilioa msichana wa Kikikuyu. Mama yangu alifight to date. We did our wedding in last 2021. Mama yangu alinisumbua sana kwa sababu wako anataka kuoa msichana siku ya harusi. Akaona harusi inafanyika, mimi sijui alienda akafanya nini wapi usiku kuamkia hiyo siku. Tukafanya harusi vizuri sana. Jioni akaface baba yangu. Baba yangu mimi na report Kenya aliniambia after the wedding, mama yako amesema hata kama mumeoana labda yeye si mama yako na mtaishi. 4 months down the line msichana aliniacha. Since 2021 I've not spoken to my mom after the incident. Pastor yangu inakuwaga inauma sana. Sinanga furaha ya kuona mama yangu. I'm not happy to see her. But I would sit down with my father and talk to him. He's been supportive though vitu zili happen. Hajawahi ni curse, hajaifanya anything. Mimi nimesomeshea mama watoto wake, my brother zangu. It was not a must. I did what I did because I knew I'm making up a good family. Ndio isikuwage mtumishi wewe kitu kifanyika mtumishi. The opportunity God gave me on Churchill show, nimetumia kusupport family yangu to the core. But mama yangu na yeye amefight. He's always on his to fight. I don't know why. Sijui kama mimi nilimkosanisha na bwanake, chali yake, mimi sijui. Now it's 3 years since msichana wenyu aniwache. Mimi mama yangu, acha tu niongee ukweli. Even if she died today, I won't feel anything. Ile mtoto unakaa useme leo naenda kutembelea mama yangu. For the last 2 years to date, since 2021 sijaongea naye. I don't feel, akinipigia naweza waonesha I have missed calls and missed, shikangi simu yake.
I've met different ministers, Bazu. Almost 5 men of God. Wakaniambia mtumishi, mimi si mchungaji. In different places. Wewe calling yako si kuwa comedian, ni kuwa pastor. I'm waiting for that time. And I'm ready to break the barriers, I'm ready to break the blocking barriers in my lineage. I went into I went into depression. I never told anyone. Nilivumilia peke yangu. There is a day I always committed suicide. Nikapigia certain woman, a woman of God. Akaniambia saa 7 za usiku. Sasa hiyo nimeshika dawa na kamba. Akaniambia Mungu alikuwa anataka ufike hapo ndio sisi tuingilie kama watumishi wa Mungu. Yeye ndiye ameniokoa prayers na kila kitu. That's why nimepata strength ya kuja hata kusimama leo kuisema kwa altar. And I felt JCM is the best place to say it. Nimesikia Bazu unafungua Mombasa, mimi naishi Kajiado Ngong. Fungua huko nikuwe pastor huko. And are you? And I'm ready and I'm serious on this. If this altar is going to change my mentality, my thinking and my everything, I'll be here every Sunday. It hit me hard, ilininyang'anya vitu nyingi, bibi yangu, watoto wangu, almost my life. But I thank God I'm back again and I'm not going down. In Jesus' name. I just need your prayers, sir. And my heart will be at peace. Thank you, sir. That's all. Thank you. Amen. Ningetaka simama tu hapo. Simama tu hapo. Lakini kulitoa muno. Unajua mwanaume kujiongea inakuanga ni ngumu na nyinyi mnajua hivyo. Ameongea mambo mengine nikaona ni kama mambo mengine pia mimi nimepitia kwa life yangu pamoja na familia yangu. Na wacheni niwaambie, najua nilikuwa nipe Francis ukubali nitakupea on Sunday Kenya nilikuwa nataka kufanya. Na pia kuna my brother pale Paul. Ako wapi Paul? Yes, ukubali nitakupatia on Sunday. But ningetaka msimame. Tusimame kanisa. Unajua ukisikia mtu amesema atakao kama mama yake akikufa leo hawezi sikia uchungu. Hiyo si kitu mzuri. Si ni kusema kweli. Ati muciari waku na ahuruke ona ugenda ndungithie mathiko make. Ni gukorwo ndui na ruo thiini wa ngoro yake. Ona ugere kiathiko na kuu. No ithuĩ maguta marĩa twĩtĩkĩtie maguta ma kũnyitithania maũndũ mothe. Twĩtĩkĩtie maguta ma break chain ciothe cia ngoma ciorogi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Amen. Ningetaka upige magoti hapa ndugu yangu. Ningetaka uinue mikono yako uombee huyu ndugu. Kwa maana Mungu amempa nyota katika familia yao lakini bado ena mago thĩinĩ wa mũtũrĩre wake ma family yao. Aria kiugo thĩinĩ wa mũtũrĩre wa brother ũyũ. Higũra kanua gaku wĩre Mwathani ũndũ. Wakati priest mtakuwa na karibia, nitakuwa na mwarika mtumishi wa Mungu atakuja kumwombea na kuendelea pamoja na ibada. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa higũra kanua gaku aria kiugo thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ ũyũ. Hallelujah. Hallelujah. Gotire mondo kianyonire. Gotire mondo kianyonire. No newe wiki Mwathani. Newe twakaera mĩaraho ya mũthenya wa mothe. Ndare kũndũ kwĩrĩa wanyona. Ndare kũndũ kĩanyonire. Mugambo waku ĩrĩa wakaya. Waiweka tare inegene. Dare koraya rĩrĩa wanyona. Ndiarĩ mũndũ kĩanyonire.
Mugamba wako liriadaka waiwekaga rinegene Erohimu niguo wekaga modo tarekedo okamotua motegi wage tiare toimo tiare toimo Erohimu niguo wekaga modo tarekedo Twagotea mwathani nĩ ũndũ wa naci mwathani tũtioĩ no tũteithie Jehova tũtioĩ no tũteithie Jehova tũtioĩ no tũkũre magerio-inĩ mwathani tũtioĩ no tũkũre maruo-inĩ mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twagũkaĩra mũthenya wa ũmũthĩ Jehova we ũkũũranaga kuma gĩkuũ-inĩ we ũkũũranaga kuma mehia-inĩ we ũkũũranaga kuma mĩnyamaro-inĩ Otokore mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwagũthathaiya mũthamaki mwega nĩtwagũtĩĩa nĩ tondũ wa tha ciaku twohoera mwanake ũyũ mbere yaku mwathani twohoera ndungata yaku mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa tha ciaku mũthamaki mwega ũromũkũra kuma gĩkuũ-inĩ mwathani ũromũkũra kuma mĩnyororo ya mehia Twagobararia mwathani Hallelujah Tumia wari Holy Yesu fana maguta Akewana oroine maku Hallelujah ina kiugala Magoitekera mwagani Magoitekera uji Oya makuna yoro tamwere Oigo Imwadani Tagodaida Tagodaida ojigwe Matata mama igori mako Matata mama igori mako Magoitekera Magoitekera ojigwe Agoitekera ojigwe Oiwo imwadani Agodaida ojigwe Atata bamba idolimakwa Agoitekera ojigwe. This is our prayer, Father. That you wipe tears on our eyes. Father, your work is to redeem. Your work is to save. Your work is to heal wounds. Your work is to deliver.
as we break barriers that has been blocking our success, that has been blocking our future. On your altar is your son. It is so heavy. We can understand his pain. We know the work of a parent is to bless. The work of a parent is to love and care for us. We can understand the pain in the disconnect. Na hii kitu iko na watu wengi. A lot of people are going through rejection. Kama uko hapo and you feel like him, before we begin anything, nataka kukuombea. Everybody rejecting you, even family members. If you have been going through rejection, a lot of people are here. They have been denied love. They have been denied a chance of love in their lives. Hii kitu iko na watu wengi. A lot of people are going through rejection. Hawapendwi na hawajafanya makosa. Hawapendwi na hakuna mtu alikosa. I have felt that pain in my heart. Nimesikia uchungu. Huo ushuhuda uko na watu wengi, ni vile wamenyamaza. A lot of people have been denied their love. Hakuna mahali wanatakiwa na sio mtu walikosea. Wengine wameshikiwa baraka zao kwa sababu ya kukataliwa, na hakuna mtu walikosea Mungu. Sio yeye peke yake. A lot of people are going through this. Father, I want us to break this spirit of rejection. Ninataka watu kujeni mshike hawa mabega. Kila mtu ashike mtu wake. Kila mtu akuje ashike mtu. Everybody needs love. They have been denied a chance of love. Nataka mkuje, Nyambura, kujeni mshike watu mabega, tuanze kuwaombea. Let us pray for these souls. You can understand what they are feeling. You can understand that their spirit is disturbed. Their heart. Nataka wale watu wamesimama huko, kujeni Mr. Charles, kujeni mshike watu hapa muwaombe. Come and hold somebody. Let us show them love. Tuwaonyeshe mapenzi. Kujeni mshike watu, shika mtu mabega, anza kumuombea. Waliokataliwa tuwapokee leo. Waliokataliwa tuwachukue leo. Kujeni, kimbieni hapa. Come and pray with him. Shika yeye, omba na yeye. Omba na yeye. The spirit of rejection has brought many people down. Roho ya kukataliwa imeshukisha watu wengi sana. Watu wetu hawaendelei, na ni sisi tuliwashika mateka. Watu wetu wanajaribu kila njia, haifanyiki, na ni sisi tumewashikia nyota zao. Tunawakataa na kuwarushia maneno ambayo ni ya laana katika maisha yao. We have cast people. That is why they are not progressing.
We have cast our brothers and sisters. Tumekosanishwa na wazazi wetu ambao kazi yao ni kutubariki. Sasa wanaongea laana katika maisha yetu. The pain in their hearts can be felt. Leo inafika mwisho. Leo inafika mwisho. Today this is coming to an end. Leo inafika mwisho. Let us pray for their peace. Wapate amani katika maisha yao. Wafunguliwe mikono yao. Wafunguliwe katika jela ya kukataliwa. Walionena maneno ya kuwalaani, kuanzia leo we are breaking those barriers. We are breaking those barriers in Jesus name. Walio wakataa leo na wakawarushia laana, we break every power of rejection in their lives. Waliokataliwa na wakarushiwa maneno, leo tunavunja katika jina la Yesu. Jehovah, come and release your people. Release them from curses, the spoken and unspoken words in their lives. Break every chain that is tying them. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Wipe their tears away. Wale walilaaniwa leo, geuza Mungu. Wale waliitwa majina, Mungu geuza. Wale waliambiwa na wazazi hata usinizae, geuza leo Mungu. Wengine waliambiwa hawataendelea, wengine wakaambiwa hawatapata amani. Mungu unaweza kuvunja laana. Listen to their prayers. Listen to their supplications. Listen to their requests. Holy Spirit of God. Holy Spirit of God. Take dominion over their lives. Jehova, kuja uvunje. Kuja uvunje kila laana. Katika madhabahu yako vunja kila laana. Katika madhabahu yako choma kila laana. Jesus. Jehovah, come. Holy Spirit of God, come. Holy Spirit of God, come. Kuja uvunje kila laana. Kuja uvunje kila mateso. Wanaopitia mateso ifike mwisho. Wanaopitia laana vunja sasa katika jina la Yesu. Amukeria Ngai egwo nienda guthaitha ugathikiririe tori bururi mogeni ndare mahoya ti mundu muinyiririe nitirireirie gukira notani nitirireirie gukira notani nyamukeria Ngai egwo nienda guthaitha ugathikiririe tori bururi mogeni ndare mahoya ti mundu muinyiririe nitirireirie gukira notani nitirireirie gukira nyamukeria Ngai egwo nienda guthaitha tugathikiririe tori bururi mogeni ndare mahoya ti mundu muinyiririe nitirireirie gukira notani nitirireirie gukira. Jesus name.
Nataka sote tuelekeze mikono hapa. The Bible says that God will break every yoke that brings a man down. Na asanteni kwa sababu ya kukubali. This is a spirit that has brought many down. Na kuanzia leo, as we break the barriers that has been blocking our blessings, hawa watafunguliwa katika jina la Yesu. Walio walaani wataanza kuwabariki. Kuna wengine hata waliambiwa usinizae. Waliosema hawa hawatapata amani, kuanzia leo inageuzwa katika jina la Yesu. Hawa watafanikiwa. Mikono yao itarudishiwa ujasiri. Mikono yao itarudishiwa ushindi. Wamejaribu maisha wakati mwingi, lakini wanakuta maneno yaliyosemwa. This man has spoken on behalf of many people. People are going through rejection. People are going through curses that were spewed in their lives. Kuanzia leo, mafuta tunayotumia hapa itageuza kila kitu. Our faith will reverse words that